Jongo TV. Tusimame na tumpigie makofi wakati anaingia tafadhali. Tusimame na tumpigie makofi mgeni rasmi. Dr. Edwin P. Mhede, naibu katibu mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Bwana John Chasama, msajili bodi ya nyama Tanzania. Madam Mwanamvua Ngocho, mwenyekiti chama cha wafugaji wa kuku na ndege wafugwao PTA. Kamati ya maandalizi ya maonesho ya kuku na ndege wafugwao Tanzania. Our partners, US Grains and Bioproducts Council, sponsors wetu wakuu Premium Ingredients, lakini pia wadhamini wetu wengine wote mlioko hapa, wadau wa kuku na ndege wafugwao, waonyeshaji wa kitaifa na wa kimataifa, wanahabari, mabibi na mabwana, habari za mchana. Habari za mchana jamani. Karibuni sana kwenye maonesho haya ya mwaka huu, mwaka 2025 ya kuku na ndege wafugwao. Naomba kwanza tujipigie makofi wote kwa kufika hapa tafadhali. Sasa mgeni wetu rasmi amekuwa ndio mwana maonyesho wetu mkuu na mzuri kabisa. Kwanza amepitia mabanda yote. Naomba tumpigie makofi tafadhali, tumpigie makofi. Mara nyingi tukiwa na wageni rasmi wanakuwa wanapitia mabanda machache tu ya wale wakubwa alafu wanaondoka. Lakini kwa sababu umeweza kupitia mabanda yote kule, hatutamani kutumia muda mrefu sana hapa kuzungumza na kukupotezea zaidi muda. Kwa hiyo moja kwa moja naomba tafadhali niweze kumkaribisha kwa ajili ya kukukaribisha rasmi sasa. Niweze kumkaribisha mwenyekiti wa TPS Organizing Committee ama maonesho haya, kamati ya maandalizi ya maonesho haya, Bwana Costa Mrema, ili aweze kutukaribisha. Naomba tumpigie makofi tafadhali. Tumpigie makofi tafadhali. Mgeni rasmi, naibu katibu mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi, meza kuu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Mwaka huu 2025, leo Oktoba 10 na kesho tarehe 11, haya ni maonyesho ya 9 ya ndege wafugwao yanayoandaliwa na vyama vya wadau wa ndege wafugwao wakishirikiana na Bodi ya Nyama Tanzania. Tuna wakilishi 53 wanaoshiriki katika maonyesho haya. Ni makampuni 20 ya kigeni, makampuni ya kitanzania 30. Pia tuna ugeni wa Watanzania kutoka mikoa yote ya Tanzania bara na visiwani Zanzibar na Pemba. Tunakushukuru mgeni rasmi kuwa pamoja nasi. Tunashukuru wote ambao mmeacha shughuli zenu kuwa pamoja nasi katika shughuli yetu. Karibuni sana. Asanteni. Sasa tunashukuru sana. Naomba tuwapige makofi tena waandaaji tafadhali. Na wametuanzisha vizuri kabisa kutuonyesha kwamba hatutapoteza muda mrefu kwenye mazungumzo. Naomba sasa tafadhali kwa niaba ya wadhamini wetu wote tutamkaribisha mdhamini wetu mkuu ambaye ni Premium Ingredients. Karibu sana Mr. Vincent Nyingi wa Country Manager, karibu sana tafadhali kwa ajili ya kutusalimia. Naomba tumpigie makofi tafadhali. To the Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Livestock and Fisheries, distinguished directors and officials from the ministry and regulatory bodies, esteemed chairpersons and leaders of industry associations, industry stakeholders, poultry farmers, exhibitors and partners, ladies and gentlemen, all protocol observed, good morning.
My name is Vincent Nyingi, and I'm the country manager at Premium Ingredients. And I would like to officially welcome you to the 9th annual Tanzania Poultry Show 2025. Ladies and gentlemen, we are gathered here today to mark the onset of a poultry revolution in Tanzania. This year, the Tanzania Poultry Show 2025 brings together the very best in poultry genetics, new innovation in animal nutrition, technology, world-class equipment manufacturers, as well as our resilient producers and farmers. Truly, the stage is set for the next chapter in the transformation of the poultry sector. Allow me first to briefly introduce Premium Ingredients to you. We are a proud Tanzanian company and a subsidiary of Essential Drugs Limited, the regional manufacturer of animal feed premixes, macropacks, and concentrates. Premium Ingredients in Tanzania has participated in and sponsored the annual Tanzania Poultry Show over the last 8 years. This platform has been truly meaningful and has enabled us to showcase our innovation, build new partnership, and most importantly, support the growth and modernization of the poultry value chain across the country. Over the last decade, the poultry industry in Tanzania has grown significantly, exhibiting a compounded annual growth rate of around 6 to 8%, well above the regional average of about 4 to 5% in East Africa. This remarkable growth demonstrates the dynamic nature of the Tanzania poultry sector and its unique capacity to attract investment and improve livelihoods. Several factors have driven to this progress, including increased consumer demand for affordable, high-quality protein, improvements in poultry genetics and productivity, increased adoption of modern feed and farm management practices, rising investment in poultry value chains, as well as a very supportive government policy. The contribution of the Tanzania Poultry Show itself is quite exemplary. The Poultry Show has been a catalyst to this growth as it has created a structure and space for knowledge exchange, business linkage, and exposure to global innovation in Tanzania. Farmers and integrators have benefited directly from the access of genetics, better nutrition, solutions, and modern poultry equipment that are helping to raise the industry standards. As Premium Ingredients, we are proud to contribute through our role in advancing animal nutrition. We design, manufacture, and supply high-quality animal feed premixes, macropacks, and feed additives. We also support poultry producers with customized solutions, technical support, and analytical services. Premium Ingredients remains committed to ensuring that Tanzania Poultry achieves world-class levels of efficiency, productivity, and profitability. I would also like to make my commendation to the efforts that have been undertaken by the industry stakeholders to establish a more formal structure within the Poultry Association. This is a critical step in ensuring a united and a unified representation, stronger advocacy, and more effective coordination across the value chain. Equally, we deeply appreciate the support and collaboration we have received from the Ministry of Livestock and Fisheries, as well as the regulatory bodies that are responsible for our industry. Their enabling role has provided the foundation for growth and given investors and farmers alike the confidence to expand. In conclusion, Honorable Deputy Permanent Secretary and distinguished stakeholders, allow me to reaffirm our unwavering commitment as Premium Ingredients to the Tanzania poultry industry. We will continue to invest, to build local capacity, to increase self-reliance in critical feed resources. We will continue to promote the best practices
and to increase partnerships that strengthen the sector. We continue to empower farmers and contribute to national food security. And with those kind remarks, I would like to invite the MC to continue the program. Thank you very much. Asante sana Mr. Nyingi, naomba tafadhali tumpigie makofi tafadhali. Haya, ambao wameelewa wampigie makofi tafadhali. Haya, sasa zamu yetu ambao hatujaelewa tumpigie makofi tafadhali. Basi naamini wengi tumeelewa. Na ndugu mgeni rasmi, jambo zuri zaidi ni kwamba kesho Mr. Nyingi pia tutakuwa naye hapa katika zile presentation ambazo zitakuwa zinatolewa na yeye nafikiri ya kwake itakuwa mapema kabisa, atatufundisha kuhusu ama atatuelekeza kuhusu michanganyiko ya malisho au kwa Kiingereza wanaita understanding feed premixes. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo naamini wadau hapa wataenjoy zaidi na wataelewa kama walivyoelewa leo. Sasa naomba tafadhali tuungane kumkaribisha nafikiri kati ya wanawake wawili tu walioko hapa mbele, na ili naye tumkaribishe kwa nguvu zaidi Madam Mwanamvua Ngocho ambaye ni mwenyekiti wa chama cha kuku na ndege wafugwao PAT. Tafadhali naomba tumpigie makofi Madam Mwanamvua kati anakuja kutupa speech yake. Karibu sana mama, karibu sana. Dr. Edwin Paul Mhende, Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Mifugo, Uvuvi, Mkurugenzi wa Uzalishaji na Masoko, Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Kaimu Msajili wa Bodi ya Nyama Tanzania, Katibu Tawala Mkoa wa Dar es Salaam, Wawezeshaji, Baraza la Nafaka la Marekani, Premier Ingredients, OCP Africa, Threshold, Exim, waoneshaji, wadau wa ndege wafugwao, waalikwa, itifaki imezingatiwa. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunayo heshima kubwa kukukaribisha katika maonesho haya ya 9 ya Tanzania Poultry Show mwaka huu wa 2025. Maonesho haya tangu mwanzo yamekuwa na sura ya kimataifa, yakishirikisha wadau na washiriki kutoka ndani na nje ya Tanzania. Maonesho ya Tanzania Poultry Show 2024 ambayo yalikuwa ni ya 8 yalivuta washiriki 40 kutoka Tanzania, Kenya, Ufaransa na Ujerumani. Idadi ya wadau waliotembelea maonesho ilikuwa zaidi ya milioni 4. Sambamba na maonesho hayo kulikuwa na semina zenye mada mbalimbali zilizotolewa kwa wafugaji. Maonesho ya Tanzania Poultry Show ya mwaka huu yanahusisha washiriki kutoka Tanzania, Canada, Amerika, Holland, Ufaransa, Ubelgiji, Ujerumani, India, Hungary, Malawi, Morocco, Afrika Kusini, Kenya na Dubai. Jumla ya waonyesha bidhaa 53 wameshiriki, 33 kutoka Tanzania na 20 kutoka nje ya Tanzania. Katika meza kuu wako baadhi ya wawezeshaji wetu wa ndani ya Tanzania ambao ni Premier Ingredients, Threshold na Threshold Exim, na wa nje ambao ni Baraza la Nafaka la Marekani na OCP Africa. Hawa ni wadau muhimu pamoja na wengine katika kufanikisha uandaaji na wa maonyesho haya ya 9. Mwaka huu pia kulikuwa na shughuli ya siku ya yai duniani, World Egg Day, ambapo tulikuwa na michezo siku ya Jumanne tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka huu 2025 katika kituo cha watoto wenye mtindio wa akili, Mlandizi Vocational Training and Rehabilitation Center, kule Mlandizi, Kibaha,
washiriki na shule za jirani ya Msongola, shule ya jirani Msongola Kibaha. Pamoja na michezo na insha, watoto walipewa mayai ya kula kama idara ya kuhamasisha kula mayai. Tunawashukuru wadau waliotoa mayai ikiwemo na kampuni ya Silverlands Tanzania Limited Coffee. Mpo Silverlands? Na kampuni ya Kojic waliochangia gharama nyingine za siku hii ya michezo. Wadau wa tasnia hii ya kuku waliokuja kushiriki maonesho hayo kutoka mikoa yote ya Tanzania bara na Unguja. Katika maonesho hayo kulikuwa na mafunzo na mambo mbalimbali yanayohusiana na tasnia hii ya kuku, na mada 19 ziliwasilisha katika siku hizo mbili, na wawasilishaji mada kutoka Tanzania, Marekani, Ujerumani, Kenya, Afrika Kusini na Ufaransa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza tunatoa shukurani kwa serikali yetu sikivu inayoongozwa na Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kuitambua tasnia ya ndege wafugwao kama tasnia muhimu, na mwaka huu tumepata chanjo kwa ajili ya kuku sambamba na chanjo na kwa wanyama wengine. Wageni waalikwa, chanjo ya kuku imetolewa bure. Naomba tupate makofi kwa mama yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuitambua tasnia ya kuku kama tasnia kamili kutaipa hadhi na ya kupata kipaumbele kwenye bajeti ya mwaka 2025-2026 na kupata watendaji wa kutosha katika Wizara ya Mifugo na Uvuvi pamoja na tasnia zake ikiwemo Bodi ya Nyama Tanzania TMB, Taasisi ya Utafiti wa Mifugo TALIRI, na Wakala wa Mifugo na Mafunzo na Mifugo LITA. Wizara na taasisi zake zinapaswa kuwa na vitengo vinavyohusika na masuala ya kuku vilivyosheheni wataalamu na wabobezi. Aidha, bajeti ya masuala ya kuku inapaswa kuongezeka. Mheshimiwa mgeni rasmi, tasnia ya kuku imekuwa ikikua, na mwaka huu utumiaji wa mahindi umefikia tani 975,000 kwa mwaka, na utumiaji wa mashudu ya soya umeongezeka toka tani 4,000 kwa mwezi kwa mwaka 2017-18 na sasa umefikia tani 21,000 kwa mwezi. Uwekezaji mkubwa ambao umefanyika hapa Tanzania katika tasnia hii umepunguza kwa kiasi kikubwa utegemezi wa taifa wa baadhi wa bidhaa za kuku kama vile vifaranga, mayai, nyama na kadhalika. Karibuni tunakaribia kumaliza kabisa utegemezi huo. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mafanikio yote tuliyoyapata katika tasnia ya kuku katika kipindi cha mwaka 2024-2025, bado kuna changamoto ambazo zinatakiwa kutazamwa upya na serikali kama ifuatavyo: kukosekana kwa malighafi ya kutosha, silos kwa ajili ya kuhifadhi mahindi yanayotumika kutengeneza chakula cha mifugo hususan kuku, na kufanya upatikanaji wa mahindi kutokuwa uhakika na kuchangia ongezeko kubwa la bei ya chakula cha kuku. Tanzania tuna msimu mmoja tu kwa mwaka wa kuvuna mahindi. Hivyo wakati umefika Wizara ya Mifugo pamoja na wadau kukutana na kuona jinsi gani tasnia ya mifugo itakuwa na uwezo wa kuhifadhi angalau tani 500,000 za mahindi kwa ajili ya kutengeneza chakula cha mifugo. Chakula chetu cha kuku ni ghali kwa vile watengenezaji wa chakula hicho hawana mahindi katika hifadhi zao, bali huenda kununua mahindi sokoni kila mara wanapotaka kutengeneza chakula.
Hivyo tunaiomba serikali iwekeze katika kujenga maghala ya kuhifadhia nafaka hususan mahindi na soya zitakazotumika katika kutengenezea vyakula vya mifugo na samaki. Mheshimiwa mgeni rasmi, kilimo cha soya nchini Tanzania kimechukua sura ya kibiashara miaka ya karibuni. Yapo mashirika na taasisi nyingi zimewekeza kwa wakulima kujaribu kukuza kilimo cha soya kwa kutoa mitaji, mbegu na utaalamu ili kuongeza tija. Uzalishaji wa soya unakadiriwa kuwa kwa wastani wa tani 20,000 tu kwa mwaka. Soya meal ni malighafi muhimu katika uzalishaji wa vyakula vya mifugo, hasa kuku, ikiwa ni chanzo kizuri cha protini. Kutokana na takwimu kutoka TAFMA, matumizi ya soya katika vyakula vya kuku ni wastani wa tani 21,000 kwa mwezi hapa nchini. Hii inadhihirisha wazi kuwa tasnia ya kuku ni soko la uhakika kwa wakulima wa soya hapa Tanzania. Kwa sasa kiasi kikubwa cha mashudu ya soya cake kinaagizwa kutoka nje, jambo ambalo linawanufaisha wakulima wa soya wa nchi ya nje. Hii inatokana na uzalishaji wa soya kuwa mdogo, ambapo hukidhi 9.6% tu ya mahitaji ya soya hapa nchini kwa mwaka. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuongezeka kwa uzalishaji wa soya nchini kutashawishi uwekezaji katika mitambo ya kuchakata soya ambayo ni fursa nyingine ya ajira. Hivyo tunaiomba serikali kuendelea kuhamasisha wakulima wetu wa Tanzania kulima soya kwa wingi. Aidha, kwa kipindi hiki cha mpito, tumeomba serikali kuendelea kuruhusu mashudu ya soya meal, kuingia nchini bila kutozwa kodi au ushuru wowote, ili kufanya vyakula vya kuku kuwa na bei nafuu na kuongeza kiwango cha ufugaji kwa kuku, pamoja na mnyororo mzima wa thamani katika tasnia ya kuku. Hali hii itafanya bei ya mayai na nyama ya kuku kuwa nafuu na kuongeza kiwango cha ulaji wa mazao husika na kwa mtu kwa mwaka. Aidha, mahitaji makubwa ya chakula cha kuku yanavuta wawekezaji wakubwa katika kusindika maharage ya soya ili kupata mafuta ya kula na mashudu kwa ajili ya vyakula vya mifugo na samaki. Uwekezaji mkubwa katika usindikaji wa soya utakuwa ni soko la uhakika kwa wakulima wa maharage ya soya. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba serikali iangalie uwezekano wa kutumia mashamba yake yale ya Building Better Tomorrow BBT katika kuzalisha soya kwa ajili ya kutumika ndani ya Tanzania kwa utengenezaji wa vyakula vya mifugo na samaki. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan anatamani kuona kila Mtanzania akila angalau yai moja kwa siku na kuku kilo 20 kwa mwaka. Hii inawezekana ikiwa sisi kama nchi tutaweka sera rafiki zinazochochea na kuwezesha ukuaji wa tasnia ndogo ya kuku ambayo bado ni changa. Tunaiomba serikali iangalie uwezekano wa kuhamasisha ulaji wa mayai kwenye shule za msingi na sekondari kwa ajili ya afya ya watoto wetu na vijana wetu. Katika programu za kuwapatia watoto chakula mashuleni, programu hizi ziendane pamoja na kula mayai angalau 3 kwa juma kwa kila mtoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, changamoto ya ugonjwa wa mafua ya ndege imerejea tena katika nchi zetu za kusini mwa bara la Afrika. Nchi ya Afrika Kusini inapambana na janga hili mara kwa mara. Hivyo eneo letu haliko salama. Hata hivyo, kuna taarifa za kuingia kinyemela, vifaranga na bidhaa za kuku kutoka nchi tunazopakana nazo huko nyanda za juu kusini. Uingizaji huu
wa kiholela na wakati mwingine kutumia mwamvuli na wa bidhaa zinazopita kwenda Tanzania visiwani, yani Zanzibar, kunaiweka nchi yetu katika hatari ya kukumbwa na ugonjwa huu wa mafua ya ndege. Tunaiomba serikali kwa sasa iongeze nguvu katika kupambana na uingizaji wa vifaranga na bidhaa za kuku toka nchi za kusini mwa Afrika ili kutuepusha na janga hili la ugonjwa wa mafua ya ndege. Sisi wadau tuko tayari kushirikiana na serikali katika kupambana kuzuia janga hili la mafua ya ndege kuingia nchini mwetu. Ndugu mgeni rasmi, wafugaji wetu hawapati bei nzuri za bidhaa zao za kuku na mayai kwa vile wanapunjwa na mtu wa kati. Tunashauri serikali kuanzisha maeneo maalum, kujenga machinjio ya kisasa na kuku katika kila halmashauri kama ilivyo kwenye wanyama wengine kama ng'ombe, mbuzi, kondoo na kadhalika. Sambamba na machinjio, bidhaa za kuku ziuzwe kwa kutumia mizani na sio kwa kukadiria kwa macho kama ilivyo hivi sasa. Ndugu mgeni rasmi, vyama 14 vya wadau wa tasnia ya ndege wafugwao nchini wa mwamvuli wa Poultry Association of Tanzania vinaishukuru ofisi yako kwa kuwapa ofisi ya kufanyia shughuli katika eneo la Temeke Veterinary hapa Dar es Salaam. Katika ofisi hizo ambazo shughuli zetu ndipo tunapofanyia. Ndugu mgeni rasmi, napenda kumaliza risala kwa kukushukuru wewe binafsi na Wizara ya Mifugo kwa juhudi zinazofanyika katika kuimarisha tasnia ya ndege kwa kuwa na mkakati wa kitaifa wa ufugaji wa ndege wafugwao, National Poultry Strategy. Aidha, tunatambua wizara yako imeanza mchakato wa kuanzisha bodi ya mifugo, kuunganisha bodi ya maziwa na bodi ya nyama. Tunapenda kukuarifu kuwa PAT itawasilisha maoni yake ili kuboresha taasisi hiyo tarajiwa. Zaidi, tunapenda kuwasilisha maoni ya jumla kuwa kutokana na mchango wa sekta ya ndege wafugwao katika uchumi wa nchi, ni muhimu bodi hiyo kuwa na wakurugenzi maalum wa ndege wafugwao. Hili litaipa uzito sekta ya kuku katika serikali na wadau wa maendeleo. Na wasilishi. Asante sana. Asante sana madam, naomba tumpigie tena makofi tafadhali, tumpigie makofi mengi. Na mheshimiwa mgeni rasmi, kama unavyofahamu pia leo ndio siku yenyewe, ndio kilele cha siku ya yai duniani. Hebu tujipigie makofi wala mayai wote tafadhali. Ya, kwa leo tarehe 10 ndio siku, na ndio maana hata TPS waliona leo ni siku maalum ya kuweka maonesho haya. Kwani watu wakiongezeka kwenye kula mayai, lakini wakienye consume bidhaa za mayai, itatusaidia katika kuongeza pia ubora. Naomba sasa tafadhali kwa heshima kabisa nimkaribishe mwakilishi wa Baraza la Nafaka na Bidhaa za Biolojia za Marekani kwa Tanzania au US Grains Council, Mr. Peter Makanga, ili aweze kuzungumza kabla hatuja kukaribisha mgeni rasmi. Karibu sana mwakilishi wa US Grains Council, tupige makofi tafadhali. Habari za asubuhi mabibi na mabwana. Mimi yangu sio mengi zaidi ya kuwakaribisha sana na kuwashukuru wale wote ambao mmeweza kufika siku ya leo. Nichukue nafasi hii kwa kweli kuwashukuru wale hasa wenzetu wa kutoka nje ya Tanzania ambao wameweza kufika na kuungana nasi kuhakikisha kwamba siku yetu hii inakuwa ni bora zaidi. Lakini kipekee nimshukuru mgeni rasmi kwa kukubali kuungana nasi siku ya leo. Angeweza akawa na majukumu mengine, lakini kwa umuhimu wake ameona aache shughuli zote na kufika. Lakini sio hilo tu,
Amefanya jambo ambalo si la kawaida kwa wageni waalikwa walio wengi. Ametembelea mabanda yote. Hii ni kutupa nafasi kubwa sisi watu wa tasnia ya ufugaji. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, kwa niaba ya Baraza la Nafaka la serikali ya Marekani, naomba niwashukuru wote kwa kufika. Asanteni. Asante sana, tunashukuru. Nao pia baadaye watatupa speech nyingi zaidi. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa naomba nimkaribishe msajili wa bodi ya nyama ili yeye aweze kukukaribisha, lakini kwa sababu yeye pia ni kiongozi wetu hapa, naamini atasema angalau sentensi mbili. Naomba tumkaribishe tafadhali msajili. Karibu sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi, meza kuu, washiriki wenzangu, nimepewa jukumu moja hapa la kumkaribisha mgeni wetu, lakini kabla sijamkaribisha naomba nichukue fursa hii kwa sababu nimepewa nafasi ya kusimama hapa. Kwanza nimshukuru kwa kukubali na kutenga muda wake wa kushiriki na sisi, maana tumekuwa naye karibu siku nzima sasa, na ametembea kama alivyotoka kuongea mwenzangu, ametembea mabanda yote kupata mawazo yetu, na kushukuru sana sana sana. La pili ni washukuru sisi ambao tumeshiriki hapa kama waoneshaji, lakini pia kuja kujifunza. Ni washukuru sana sana sana. Hii nadhani inampa ujumbe mgeni wetu rasmi kwamba sekta hii inakuwa, sekta hii na watu. Kwa hiyo hongereni sana sana sana. Basi baada ya kusema hayo, Naibu Katibu Mkuu, nitekeleze jukumu ambalo nimepewa. Karibu sana. Tanzania yetu ndiyo nchi ya kusifiwa kote ulimwenguni. Ndugu John Chasama, msajili wetu wa bodi ya nyama nchini Tanzania. Nitambue pia uwepo wa serikali ya mkoa. Nafahamu kwamba aliyepaswa kuwepo amepata udhuru, lakini the fact kwamba tuko salama maana yake ni kwamba kazi yake ameifanya na yeye yupo. Kwa hiyo tunatambua uwepo wake kwa njia hiyo. Lakini pia nitambue kipekee kabisa kwa umuhimu wake uwepo wa mwenyekiti wa chama chetu cha wafugaji wa ndege warukao, mama yangu Mwanamvua, viongozi wa vyama 14 vinavyounda umoja wa sekta hii, kichama cha sekta hiki kinachoitwa Poultry Association of Tanzania, Baraza la Nafaka la Marekani. Nakushukuru sana pia na viongozi mmeweza kupata nafasi ya kuweza kuelezea yale ambayo ni maudhui makubwa ya maonyesho haya. Wadau wote kuanzia kwa mfugaji mpaka kwa mlaji, kwa maana ya mnyororo mzima wa thamani wa sekta, na nimefurahi kuona kwamba ni kwa pande zote mbili za muungano, kwa maana ya Tanzania bara pamoja na Tanzania visiwani. Wako watumishi mbalimbali wa serikali kutoka wizarani. Niliyesema aje kutoka field amekuja. Dr. Malinda Lutege, mkurugenzi wetu wa huduma za mifugo nchini, lakini yuko ndugu Marwa anayemwakilisha mkurugenzi wa idara husika ya uzalishaji pamoja na masoko. Nafahamu mkurugenzi anayeshughulika na malisho na chakula cha mifugo pia wamewakilishwa hapa. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kipekee kabisa na kwa umuhimu, napenda kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwamba sote ametujalia zawadi ya uhai na ametupatia fursa ya kuweza kukutana hapa Dar es Salaam, eneo hili la Mlimani City. Tumefika hapa kwa nia moja tu, kushare uzoefu,
kuonyesha masuluhisho, lakini pia kuweza kubadilishana changamoto na mikakati ya pamoja ambayo kama wadau wa sekta tumeona ni muhimu kukutana, kuweza kupeana, kuikuza sekta hii, kuendelea kuipatia nafasi yake stahiki kwa uchumi wa Tanzania na hata nchi ambazo zinatuzunguka katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Lakini ni washukuru sana waandaaji wa maonyesho. Ukisikia ni maonyesho ya ndege wafugwao, unategemea ukutane na ndege wafugwao na mazingira yake. Lakini nilikuwa najiuliza, ndio maana nikasema, waliposema nenda ukatembelee baadhi, nikasema natembelea wote, nikitegemea nitakutana ambayo waliona nisione. Lakini kumbe mimi nimeenjoy kuona kila kitu, and it was like siko na wafugaji. Lakini kumbe nimekutana na wafugaji, nimekutana na wazalishaji wa huduma pamoja na bidhaa mbalimbali kwenye sekta, na hasa kwa wafugaji ni vile ambavyo nimeona ule unadhifu. Hili sikuambia, nilichokuwa nakiona ni ule unadhifu, ule usafi. Unamuona kifaranga wa siku moja, mazingira yake aliyoandaliwa kutengenezwa, kwa kweli unaona kabisa teknolojia imekuwa sana kuhakikisha kwamba tasnia hii inaweza ikakidhi matakwa ya soko la kimataifa. Hongereni sana wadau wote. Lakini bodi ya nyama pia shukrani sana kwa kutualika kwa niaba ya sekta. Lakini pia nimepata mrejesho wa namna ambavyo mnasimamia au namna ambavyo mnashirikiana na wadau hawa. Nawapongeza kwa niaba ya serikali na naomba tuendelee kuhakikisha kwamba eneo hili tunalisimamia kwa uyufu mkubwa. Napenda kuchukua fursa hii kipekee pia kuweza kuwashukuru wageni wetu wote. Wako waliotoka nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa takwimu ambazo nimepewa, tuna nchi 13. Nchi 13 zimekuja zikiwa zinajumuisha pamoja na taifa la Canada, Marekani, Uholanzi, Ufaransa, Ubelgiji, Ujerumani, India, Hungary, Malawi, Morocco, Afrika ya Kusini, Kenya na Falme za Kiarabu. Inaonyesha basi sekta hii ni sekta ambayo tayari imeshapasua anga za duru za kimataifa. Sio sekta ya kuwa na mtazamo wa ndani tu, lakini pia inaonyesha kuna fursa hapa nchini ambazo nitazibainisha baadaye kwenye sehemu ya wasilisho langu hapa. Ingelikuwa hakuna fursa, ingelikuwa hakuna uwezekano wa sekta hii kufanya vizuri, usingeweza kumtoa mtu Canada aje hapa Tanzania kufanya nini. Na baadhi yao, kwa sababu nimesema nimewatembelea, nilikuwa na wahoji, kwa nini msiwe na biashara zenu mzalishe hapa? Wanasema lililotuleta ni kutafuta kadi, mawasiliano na majadiliano na wenyewe walioko hapa. Kwa hiyo kwenye hili nawasihi na kuwapa changamoto, kaeni nao katika siku 2 zilizobaki, muda uliobaki, kaeni nao muweze kuongea kwa pamoja, na serikali itakuwa tayari kufacilitate majadiliano hayo ambayo yatapelekea kuwa na uwekezaji wa ubia au uwekezaji wa pamoja. Wageni, karibuni sana Tanzania, nchi ambayo inafahamika kwamba ni nchi iliyojaa mtaji mkubwa wa amani, lakini pia nchi iliyojaa fursa nyingi katika mnyororo mzima wa sekta hizi za kiuzalishaji, ikiwemo sekta ndogo ya kuku au sekta ya ndege wafugwao. Lakini pia kwa namna ya pekee, kama nilivyozungumza, kuwepo kwa maonyesho haya nadhifu kabisa kunaonyesha kwamba ninyi wenyewe kama wadau mmeibeba hii sekta kwa umuhimu. Sasa nilikuwa najiuliza, kwa nini mmeibeba sekta kwa umuhimu? Kwanza kabisa, nchi yetu katika mwaka wa fedha ulioisha tarehe 30 Juni mwaka 2025, kwa mwaka mzima tulizalisha nyama inayofikia tani 1,054,114.03. Sasa unaweza wewe mwenyewe ukakaa ukafuatilia takwimu za mazao mengine mbalimbali nchini, tumezalisha kiasi gani. Ni nyama peke yake ni tani 1,054,000. Waweza kuchukua
thamani yake kwa bei ya chini kabisa. Kama ni nyama, nyinyi mnaweza mkafahamu wenyewe, kilo moja ni shilingi ngapi? Bei ya chini kabisa, mniambie, maana nyinyi ndio mpo kwenye sekta. Ni shilingi ngapi kwa bei ya chini kabisa? Naam, hiyo ni ya juu, nataka ya chini kabisa. Naam, mbona hamsikiki sasa? Hamuifahamu sekta nini? Au mimi ndo naifu? Nataka kutoa elimu ya sekta hapa. Ni shilingi 7,000? Ni shilingi 1,000? Ni shilingi 9,000? Basi vyovyote iwavyo, chukueni bei ambayo unaona wewe kichwani ni sahihi. Maana nafahamu tunatoka kwenye location mbalimbali, kwa hiyo bei haiwezi kufanana, sio? Sasa chukua tani milioni 1, sawa, .054, zidisha mara 1,000 upate kilo, alafu zidisha mayo bei ulionayo kichwani. Nani anaweza kutufanyia hesabu haraka? Niona mna simsimu hapa, fanyeni hapa uone. Tani milioni 1, chukua tu 1.05 au zote kwa usahihi, tani milioni 1 na 54,114.03, zidisha mara 1,000 upate kilo katika mfunguko ule wote. Alafu chukua bei ya chini ya 8,000 basi, wastani wa 8,000. Unapata shilingi ngapi? Mliofanya hesabu, pata shilingi ngapi? Naona hata kutamka inashindikana. Ni shilingi bilioni 8? Naam? Hebu rudia tena. Trilioni 8. Mnanielewa napozungumzia uchumi wa sekta? Mnanielewa vizuri sasa? Sasa GDP yetu kwa takwimu ambazo zimetolewa juzi, takwimu rasmi na wenzetu wa mamlaka husika kwa maana ya ofisi ya takwimu ya taifa, ni takribani GDP yetu ni na trilioni 139.1. Kwa hiyo unaweza kuchukua hizo trilioni ulizozipata, gawanya, utajua kipande hiki tu cha sehemu moja ya nyama kinachukua GDP kiasi gani taifa letu. Nataka uone na unielewe kwamba sekta hii ni zaidi ya unavyodhania ni chakula tu. Chakula ni uchumi mkubwa kabisa wa wananchi, ni uchumi wa nchi. Lakini kati ya hizo tani milioni 1, tani 147,499.08 ni tani za nyama ya kuku, na zenyewe utazidisha basi, na pengine sijajua bei ya kuku peke yake, nyama kilo moja shilingi ngapi. Ni changamoto kwa sababu sisi tunanunua kuku mzima mzima, lakini tunaweza tukajua wastani wa kilo moja ya nyama ya kuku ni kiasi gani. Zidisha, utaona sekta hii ya kuku au sekta ya ndege wafugwao kwa kipande cha nyama peke yake kimebeba mapesa ya kutosha kabisa, kimebeba uchumi wa watu wengi. Hongereni sana sekta hii muhimu kwa uchumi wa watu na uchumi wa taifa letu. Na ndio sababu basi naweza nikazungumza kwa ujasiri kwenye ibara yetu ya 6, ibara ndogo ya kwanza na ibara ndogo ya pili ya dira yetu ya maendeleo mwaka 2050, imebainishwa kwamba Watanzania wamekubali kwa miaka 25 ijayo, miongoni mwa sekta za kimageuzi ambazo zitawekewa mkakati wa pamoja baina ya serikali na sekta binafsi pamoja na wadau wengine, mojawapo ni sekta hii husika ambayo ni sehemu kubwa ya mawanda makubwa ya sekta ya kilimo, mifugo pamoja na uvuvi. Kwa hiyo sio jambo ambalo linachukuliwa kwa udogo wake, na msije mkadhani kuwepo hapa mmekuja kwa sababu hakuna kitu cha kufanya. Hapana, ndio maana tumeweza kuleta nchi 13 zimekuja hapa, ikionyesha juu ya umuhimu na upekee wa hiki chanzo kikubwa kabisa cha protini, na ambapo dunia nzima kwa sasa inatafuta 39% ya protini inayotokana na wanyama, sekta hii ikiwa ni mojawapo. Na ninaweza nikatambua pia kwamba kwa takwimu hizo ambazo nimezisoma, tunazalisha mayai bilioni 7. Ukiachia nyama sasa, mayai bilioni 7 utagawanya mwenyewe kila tray na mayai mangapi, na tray moja ni shilingi ngapi, jumlisha hiyo uone uchumi wake jinsi ulivyo. Ninaweza nikapata muda wa kutosha kueleza umuhimu wa hii sekta, pengine siku isitoshe. Sasa basi kwa ufupisho niseme wazi tu kwamba mtazamo wa kitaalamu, mtazamo wa kiuchumi na mtazamo wa serikali,
ni kwamba sekta hii ni miongoni mwa sekta muhimu kwa maisha ya watu, kwa uchumi wa watu, lakini zaidi sana kwa lishe bora kwa ajili ya maendeleo ya watu wetu kila pahala ambapo wapo. Na uwekezaji katika sekta hii umepelekea Tanzania kuwa na jumla ya mashamba ya kuku wazazi, yani grand parent stock, yapo mawili kule wilayani Siha mkoani Kilimanjaro, na ambapo pia tumeweza kuwa na mashamba ya kuku wazazi, yani parent stock, yapatayo 24 pamoja na vitotoreshi 28. Uwepo wa uwekezaji huu kwa kiasi fulani umepunguza utegemezi wa kuingiza vifaranga na mayai ya kuku wazazi kutoka nje ya nchi, na hivyo kupunguza upotevu wa fedha za kigeni. Aidha, kuna viwanda 250. Viwanda 250 hivi vinashughulika na kazi moja tu ya kuzalisha chakula. Kiukweli leo nimejifunza, unaposema kwenye mjengeko wa gharama za uzalishaji wa kuku au hawa ndege wafugwao kwamba chakula kimechukua nafasi kubwa. Ndugu zangu mlioko meza kuu, nimejionea kwa sababu tu ya hata uwingi wa watu waliokuja kufanya maonyesho hapa. Unaona eneo la chakula limedominate kwa kiasi kikubwa. Ninawapongeza sana kwa sababu inaonyesha kabisa wameona kwamba chakula ni fursa kwenye kuhakikisha kwamba ndege wafugwao wanafugika kwa tija. Lakini pamoja na hayo, viwanda hivi sio kwamba vimekuwepo tu, vinazalisha takribani tani 1,580,000 kwa mwaka. 1,580,000 kwa mwaka, ili hali mahitaji yanakadiriwa kuwa ni tani 2,000,000 kwa mwaka, ikionyesha bado kwamba katika viwanda 250 ni ama idadi viongezeke au viwanda hivyo vibaki hapo hapo, lakini viongeze tija, vizalishe zaidi. Lakini nimejifunza kwamba kwa nini inawezekana uzalishaji unaweza ukakabiliwa na changamoto ya kutokufikia mahitaji. Kuna changamoto ya upatikanaji wa zile malighafi kwa ajili ya chakula, hususani mahitaji ya mahindi ambayo yanafikia tani 975,000 kwa mwaka, na mahitaji ya tani 200,000 na 252,000 za soya kwa mwaka kwa ajili ya kupata protini ya mimea kuchagiza ukuaji stahiki wa sekta hii muhimu. Sasa nikawa najiuliza, mbona nchi inazalisha tani mamilioni za nafaka yakiwemo mahindi, nafaka ambazo zinazalishwa sana hapa nchini, mbona tunazalisha soya? Nikajifunza jambo moja, kwamba pengine inawezekana wajasiriamali na sekta binafsi, lakini na wadau wote ambao wamejielekeza kuzalisha mazao haya ya nafaka ikiwemo mahindi pamoja na soya, pengine na mtama na aina hizo za nafaka, tunachofahamu ni kwamba tunazalisha kwa ajili ya chakula cha binadamu. Inawezekana, na ndiyo sababu pengine mnamo wa mwezi wa 6 nilipata nafasi ya kushiriki majadiliano ya kikanda ya Afrika Mashariki kule Arusha. Wakati vikao vya makatibu wakuu vinapojadili hali ya usalama wa chakula ndani ya ukanda wa Afrika Mashariki, ilionekana kwamba takwimu zile ziende zikarejewe tena, kwa sababu kipande cha chakula kwa ajili ya mifugo kilikuwa kimeachwa. Mtazamo wa kikanda ni kwamba sasa inabidi sekta hizi za mifugo, na hapa inajumuisha mifugo yenyewe kwa maana ng'ombe wale hasa wanaonenepeshwa wanapotengeneza concentrates, lakini samaki kwa sababu ya ufugaji mkubwa wa samaki unaoendelea nchini kwenye maeneo mbalimbali. Sasa na hawa ndege wafugwao, lazima tuje na takwimu sahihi. Tunaona leo mahitaji ya kuku wafugwao ni tani 200,000 ya chakula. Hatujui katika tani hizi tani 2,000,000 hatujui mahindi yanaendeka kiasi gani. Kwa hiyo ni vizuri tukaweza kufahamu katika mapana yake, ili sasa tukatoe faida nyingine kwa sekta ya kilimo kama ambavyo ilivyobainishwa kwenye hiyo Vision 2050 aya ya 6 kwamba ni sekta inayochagiza sekta nyingine. Tukaonyeshe sisi watu wa mifugo tunachagiza sekta ya ulimaji wa mazao mashambani kwa kuhitaji soya kiasi hiki, mahindi kiasi hiki, na mazao mengine. Kwa kufanya hivyo, ninaamini ndugu yangu Gerald Mweri pamoja na waziri husika ambaye anasimamia sekta hiyo hata hangaika kwamba watu wasizalisha kwa sababu hakuna soko.
maana sisi tutanunua kwa bei ya soko inayo prevail kwa wakati huo. Kwa hiyo hongereni sana kwamba ninyi mnaweza kuset huo muunganiko wa sekta hizi mbili, mifugo pamoja na sekta ya kilimo cha mazao. Lakini vile vile pamoja na hayo ambayo nimeyazungumza, na nimeona nikimsikia mwenyekiti akisoma risala, amebainisha kwamba sio tu kutokuwepo kwa mazao hayo, lakini pia amezungumzia juu ya uhitaji wa magara kwa ajili ya kuhifadhi mahindi. Amezungumzia, mmemsikia juu ya mahitaji ya soya ikilinganisha na uzalishaji ambao tunao hapa nchini. Lakini haya yameungana pamoja, mimi nayaona kama ni fursa. Wakati serikali itaendelea kuhakikisha kwamba tunawekeza na kutengeneza mazingira mazuri ili uwekezaji wa sekta binafsi ufanyike kwenye eneo hili, basi sekta binafsi ianze kutangulia. Na kimsingi miongoni mnaweza mkawa ninyi wenyewe wafugaji, kwa sababu kwenye mnyororo wa thamani sio lazima ufuge tu, sio lazima ufanye kila kitu wewe. Tunaweza tukaona kwamba sisi tunajua inatung'ata wapi, twendeni tukafungue mashamba ya kutosha kwa ajili ya kulima mazao haya muhimu kama mahindi, na pengine wataalamu watatuongoza mahindi kwa ajili ya chakula cha mifugo ni mahindi ya aina gani, soya ni aina gani. Kwa hiyo pengine tutajifunza vizuri, maana sisi tunafahamu mahitaji halisi ni yapi. Kuhusu magara, ninalibeba kama lilivyo, ni jambo ambalo inabidi kujifunza zaidi, kwamba hitaji la kwanza ni magara au hitaji la kwanza ni uwepo wa mahindi au uwepo wa soya au uwepo wa raw materials. Ninaamini kabisa facilities za namna ya kutunza zinaweza zikaibuka kama endapo mazao hayo yapo, lakini nalibeba kwa maana kwamba tukalijifunze zaidi kuona nini kinaweza kufanyika kwa pamoja kwa kushirikiana na serikali pamoja na sekta binafsi. Lakini pia nimejifunza kwamba tunao utamaduni labda sijui nifanyeje ili uwe kama ni mfano unaotuhusu wote. Wangapi kati yetu mara ya mwisho walikula nyama ya kuku? Naomba unyoshe mkono. Kwa hiyo kumbe hatuli, sisi tunachagiza tu ulaji afu hatuli. Kwa habari ya nyama ndege wafugwao kuna changamoto. Hatununui kwa mizani, hatununui kwa kilo. Tunataka kumnunua kuku mzima. Ila mayai angalau tunaweza tukanunua kwenye tray, ni kama ni kipimo ambacho kinaweza kaeleweka. Kwa hiyo inaonekana kuna utamaduni na mwitikio mdogo katika ulaji wa nyama pamoja na mayai ya kuku. Inawezekana sababu ni bei. Sasa ni nini tunafanya sisi kama wadau wa sekta kuifanya bei shuke chini? Niliongea kwenye tetea tete na viongozi kwamba hapa kuna jambo kubwa la kuwekeza ili kuhakikisha kwamba tuwekeze kwenye mbinu bora za ufugaji. Good management practices. Hiyo ni katika ujumla wake. Kwenye mifugo tunaita ni, kwenye mazao tafadhali, tunaita ni good agronomic practices. Zile mbinu bora za management, namna unavyoweza kusimamia eneo lako la uzalishaji. Sio tu chakula, kilishwe saa ngapi, kwa usafi upi, ili kuondoa stress. Maana nimeambiwa kwenye maonyesho huko kwamba kuku pia huwa wana stress. Wanyama wana stress pale ambapo wanapokutana na vitu vinavyowashtua. Kwa hivyo tuwekeze kwenye mbinu bora. Tuwekeze kwenye mbinu bora za ufugaji ili tuweze kushusha gharama au tuweze kuongeza tija. Tija itakayopelekea tuweze kuwa na bei inayohimilika kwa walaji. Tukiwa na bei inayohimilika kwa walaji, watu wanaweza kudhani bei ikiwa ndogo tutakula hasara. Kinyume chake ni kikubwa sana. Bei ikiwa ni himilivu, inaweza kufikika na watu wengi, mzunguko wake utakuwa ni mkubwa, turnover. Biashara haipo kwenye absolute numbers, ipo kwenye mzunguko wa biashara. Sawa jamani? Kwa hivyo naomba sana chama pamoja na wadau wote tuanze kujielekeza kuendelea kuboresha mbinu mbalimbali za ufugaji. Tunao extension officers nchi nzima wa serikali mpaka ngazi ya vijiji. Lakini pia tunao wataalamu wengine wa ugani ambao wapo kwenye sekta binafsi. Nimeshuhudia huko wakiwa wanazungumza wanaoyafanya. Tukiunganisha hizi juhudi kwa pamoja, tukimlenga hasa huyu mfugaji, ninaamini kabisa tija inaweza kuongezeka hata bila kufanya uwekezaji mkubwa wa kifedha. Lakini pia nimepewa taarifa na nimesikia pia kwenye risala ya mwenyekiti, kuna tishio la ugonjwa wa mafua ya ndege. Hii ndio nimefanya nikakuita Dr. Malinda. Huyu ndugu yetu ndo anayesimamia
mipaka yetu kwenye vituo mbalimbali vya kuingia watu pamoja na bidhaa nchini. Kwenye hili naweza kubeba jambo moja tu. Nafahamu kuna efforts kadhaa zimekuwa zikifanyika, na hata kabla sijaanza kusimamia eneo hili la sekta ya mifugo, mimi na yeye tuliwahi kufanya intervention fulani. Kuna mahala tulipata changamoto, nadhani tulitumia tu masaa kadhaa tukadhibiti hilo jambo. Ninachoweza nikakwambia ukiwa hapa mbele ya wadau hawa, inaonyesha tuendelee kuimarika zaidi. Tunachokifanya tunafanya ni kizuri, lakini kina fursa bado ya kuongezwa bidii zaidi. Kwa hiyo naomba tu niwape hamasa na niweze kuwapa amani. Tumelisikia hili, tutaendelea kujiimarisha, na mnapoona kuna taarifa kama hizo pengine tujazipata, msisite kutufikia na kuweza kutujulisha. Tushirikiane tuweze kufanikiwa kwa pamoja. Asante sana. Kuhusu machinjio, pamoja na kuziomba mamlaka za serikali za mitaa nchini, maana ndiko ambako mambo haya yanafanyika, nilikuwa namuuliza ndugu yangu Chasama kwamba gharama ya machinjio moja ya kuku ni shilingi ngapi. Alipata tabu. Sasa nani amsaidie? Wewe unamsaidia? Wewe unamsaidia? Nani anaweza kumsaidia gharama ya machinjio moja ya kisasa? Profesa uko hapa, wewe unaweza kuwa unafahamu. Profesa Muhairwa. Haizidi, haipungui 50 milioni. Kwa sababu hii ni taarifa ambayo tumeipokea, kwa mimi naweza nikasema, au wizara tumpokea rasmi hapa kwa mara ya kwanza, na kama ambavyo huku hatuna majibu, na hayo angalau pengine kwa uzoefu haipungui, lakini sio ipi, hatujui ni ipi. Ninaomba tukalifanyie utafiti. Bodi ya nyama tusaidie kufanya utafiti elekezi, shirikiana na chama na wadau, angalau tuwe na indication kwamba gharama ya machinjio moja ya ukubwa gani inaweza kugharimu kiasi gani, alafu return on investment itakuwa ni kiasi gani. Kwetu sisi hiyo itakuwa ni taarifa muhimu, ili leo nilipotembea sikuona mwenye machinjio hata mmoja. Mama Mvua, sikuona mtu kwenye mnyororo wa thamani hata mmoja ambaye anasema mimi ninatoa huduma ya machinjio. Lakini tuna machinjio za mifugo ya ng'ombe, sio? Ni za watu binafsi. Kwa hiyo tunaposema serikali sisi tutakachokifanya, tutajenga mazingira, tutoa miongozo, na ikiwezekana mamlaka ya serikali za mitaa tutazihamasisha zitenge ardhi kwenye maeneo mahususi, ili watu sasa muingie muweze kuwekeza huko, kujenga machinjio za kisasa kwa ajili ya kuku. Hili nalichukua katika sura hii, lakini lifanywe utafiti kwanza, liwe na uelewa wa kutosha na namna ambavyo inaweza ikasaidia hata kutoa huduma ya mizani kuanzia pale kwenye machinjio, badala ya kwenda mtu kununua kuku mzima mzima. Tunafahamu kwamba nyama ya kuku inaweza kuwa, kuku mzima anaweza kaa kilo 2, anaweza kaa kilo 1.5, lakini yuko mwingine anataka kula robo kilo tu. Kwa hiyo tutapunguza hii changamoto ya kwamba anashindwa kununua kwa sababu lazima anunue kuku mzima, wakati mimi ninachohitaji sio kuku mzima. Alafu kuku mzima sio lazima nimhitaji yote leo, kwa sababu mimi nataka nile leo niachane na hiyo habari. Sio ninunue kuku alafu nile ni hifadhi. Sehemu ya kuhifadhi iko wapi? Kwa hiyo machinjio naamini yatakuwa na scope ambayo ina capture vitu vyote, ili kufanikisha adhima hii ya kuchochea ulaji, lakini pia kwenda kwa njia za kisasa zaidi kwenye kuhakikisha kwamba tunapata nyama salama na mazao mbalimbali ya hawa ndege wafugwao. Ndugu washiriki, ndugu wana maonyesho, pamoja na niliyofafanua kuhusu changamoto hizo, na hasa kukabiliana changamoto ya magonjwa ikiwemo magonjwa hayo ya mlipuko, mtakuwa mashahidi tarehe 16 Juni mwaka huu kule Bariadi, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alizindua zoezi la chanjo, zoezi la kuchanja wanyama wetu wakiwemo kuku kwa nchi nzima. Zoezi hili limechukua pesa ya umma. Takribani bilioni 216 zitawekezwa na serikali katika kipindi cha miaka 5. Wakati mwaka huu wa fedha tunaoenda nao, kiasi cha shilingi bilioni 69 zimewekezwa, na wote mtakuwa mashuhuda kwamba tayari zoezi linaendelea. Ndege wafugwao hususan kuku, uchanjaji umefikia 98% ya lengo la kuchanja kuku milioni 40. Kati ya kuku au ndege wafugwao milioni 108 tulionao hapa nchini kwa takwimu tulizokuwa nazo. Kwa hiyo ninyi mmekuwa kinara, mmekuwa kiongozi. Yaani tunapozungumzia ng'ombe wako takriban 24% kwenye kuchanjwa,
Mbuzi na kondoo wako around hizo asilimia 20 na kitu 27. Habari ya kuku ni asilimia 98. Tunawapongeza kwa ushirikiano kwamba wote wanaofuga waliitikia zoezi hilo, na kwa kweli imekuwa ni mkombozi kwa wengi tuliowafikia. Mimi binafsi hilo sio jambo ambalo nalisoma kwenye nyaraka hizi. Tulitoka kama viongozi, lakini kama watumishi wote wa wizara kwenda maeneo ya ufugaji. Tulishuhudia na tukaona kabisa kwamba wale wahusika tukizungumza nao wanaona chanjo, hii programu ya chanjo imekuwa ni baraka kubwa kwao. Wakati sekta nyingine tulitoa ruzuku kwa asilimia 50, sekta hii ya ndege wafugwao ruzuku ilikuwa ni asilimia 100. Hongereni sana kwa ushirikiano, lakini pongezi nyingi kwa serikali yetu. Kuhusu tishio la ugonjwa wa ndege, mafua ya ndege, kama ambavyo nimezungumza, tutaendelea kuimarisha mipaka yetu, maeneo yetu kwa kufuata taratibu na sheria ya magonjwa, the Animal Disease Act, ambayo ndio inatupa namna ya kuweza kudhibiti changamoto hiyo. Na Dr. Malinda uko hapa, kwa hiyo tuendelee kuhakikisha tunaimarisha mifumo yetu kwenye vituo vyetu hivyo vyote hapa nchini, ikiwemo na viwanja vya ndege. Kuhusu ulaji, kuhusu umuhimu wa magara nimesema tutalichukua kama ambavyo nimezungumza awali, na kwamba hasa jambo lililo kubwa hapa ni tupate takwimu sahihi za mahitaji ya mazao ya mashambani, mahindi, soya, sio tu kwa ndege wafugwao, maana sasa ni mawanda makubwa. Kama nilivyozungumza, Jumuiya ya Afrika Mashariki naangalia kuliona ile eneo kama ni fursa kubwa ya uwekezaji, ili tukae na wenzetu wa Wizara ya Kilimo tuwaambie kuna fursa hii, na ninyi wenyewe muwe sehemu ya kupush hiyo agenda, ili tuzalishe chakula kwa ajili ya binadamu, lakini pia chakula kwa ajili ya mifugo kinachotokana na nafaka. Lakini kwa umuhimu wake, LITA kama chuo chetu cha mafunzo kinachotoa wataalamu wa kada ya kati, yani technicians, chenyewe kimeendelea kuongeza, na sasa hivi kina ujenzi mkubwa kabisa wa kampasi nyingine kutoka kwenye kampasi 8 kwenda kwenye kampasi 9 mpaka 10. Lengo ni kuzalisha wataalamu wengi kuweza kuwafikia wafugaji kwa karibu zaidi. Lakini pamoja na ongezeko hili ambalo linakuja, naomba kuwasihi maafisa ugani wote wa sekta ya mifugo nchini kokote waliko, pamoja na maafisa ugani waliopo kwenye sekta binafsi, tuendelee kushirikiana kuhakikisha kwamba tunawafikia kwa karibu wafugaji wetu, ili waweze kuboresha misingi ya kibiashara ya usimamizi wa ufugaji wetu wa hawa ndege, ili tuweze kupata mazao husika kwa tija kubwa. Kuhusu swala la bei kutokuwa nzuri, kama nilivyozungumza kitaalamu, sasa hatuwezi kuhangaika sana na bei. Nimekusikiliza mwenyekiti kwamba wako madalali. Wako madalali. Ukweli ni kwamba madalali, ukizungumzia kwenye value chain, hawa ni market intermediaries. Ukiwaondoa pia lazima appreciate ecosystem hiyo ya kimasoko itakuwa imegoshiwa na inaweza kuleta shida. Muhimu tujifunze uwepo wao na practice yao ikoje, tuna waregulate kiasi gani. Hii ni kazi ya bodi ya nyama. Uwepo wa dalali wa hili eneo anafanya nini ambacho kwa practice zake na contacts zake ama zinakwaza au zinachagiza kuhakikisha kwamba pande zote mbili zinanufaika. Maana lazima kila anayeshughulika apate faida. Yuko mtu mmoja anaitwa Suleimani, mnamfahamu, aliandika kitabu chake akasema, in all labor there is profit. Katika kila kazi mna faida. Yaani ili iwe kazi, sifa ya kwanza ya kazi lazima kuna nini? Ndio maana tukazungumza tani 147 za sekta za nyama inayotokana na sekta hii ya ndege wafugwao, sio kitu kidogo. Lazima hizo zilete faida. Sasa kama watu wapate faida, moja, inawezekana hizo contact na practices ambazo hao waliopo katikati ya kusimamia mnyororo wa thamani, ikiwemo eneo hilo la madalali kama ulivyowazungumza, huenda inabidi tujifunze, tuone kuna nini ambacho tunaweza tukafanya ili kuhakikisha na wao kama kazi wanapata, lakini hususan na ninyi mnaofuga na walaji wote wananufaika. Kwa hiyo hili tuangalie kwenye kanuni zetu jinsi zilivyokaa na namna gani tunaweza tukaliboresha bila kuathiri ile ecosystem ya soko. La kwanza. La pili, ni rahisi sana kushughulika na gharama za uzalishaji. Tija, producing more with less. Ni rahisi sana kushughulika na cost of production, usimamizi wenye tija wa eneo la uzalishaji.
kuliko kushughulika na global price, kwa sababu ile inakuwa determine na factors nyingi sana. Kwa hiyo hili narudi pale pale niliposema tuendelee kuimarisha mbinu za kisasa za ufugaji wenye tija ili tuzalishe kwa wingi kwa kutumia kidogo, na hapo bei itakuwa sio tatizo. Tatizo itakuwa je, walaji wengi wanafikiwa kwa bei himilivu? Then mzunguko utakuwa mkubwa, na hivyo kipato mwisho wa siku kitakuwa kidogo, faida itapatikana. Uvuvi, tunasema ufugaji wa kuku hoye. Ukishapewa vitu vingi basi wakati mwingine unaingia huku unaingia kule. Lakini yote kwa sababu ni uvuvi, nayo ni animal protein hii. Si ndio hivyo jamani? Na nimerigusia hilo kwa sababu yuko Mama Elizabeth Swai. Sijamuona hapa, lakini naamini ni miongoni mwa wadau muhimu kwenye hii sekta. Mara ya mwisho tulipokutana kwenye kikao kingine kama hiki, aliniambia ni jinsi gani tunaweza tukafungamanisha ufugaji wa samaki na ufugaji wa kuku. Sasa wataalamu nyinyi mnaweza mkafahamu vizuri zaidi, ndio maana limekuja hili jambo. Na hii pia inaitwa tija, kwamba usiwe na aina moja tu ya mnyororo wa uzalishaji. Banda lile lile, eneo lile lile, miundombinu kidogo, unaweza ukazalisha mazao ya aina mbili. Ukafuga kuku kwa ajili ya nyama, ukafuga kuku kwa ajili ya mayai, na ukafuga samaki kwa ajili ya biashara nyingine. Ndio maana limekuja uvuvi hoye. Basi sasa nitasema uvuvi na ufugaji wa kuku hoye. Wataalamu wetu mtusaidie ili tuhakikishe kwamba tija, nazungumzia tija, ipatikane kwa kuchagiza vitu vingi kwa kutumia rasilimali kidogo, na mfugaji aweze kupata tija kubwa. Tutaendelea kutoa elimu kwa wananchi wetu kuhakikisha kwamba wanafanya matumizi makubwa ya protini. Na walioshiriki Nane Nane mwaka huu pale Dodoma, tuliweka dawati mahususi ambalo lilikuwa linatoa elimu ya ulaji, mchanganyiko sahihi unaokubalika kwa makundi, kwa aina mbalimbali ya kazi za watu wanazozifanya, lakini pia hata kwa umri. Tunaamini kabisa tuna jukumu kubwa la kuhakikisha protini ya wanyama inachukua nafasi kubwa kwenye meza zetu, ili tuchochee ulaji huo na kuweza kuongeza hizi takwimu ambazo kwa mjibu wa FAO inaonekana karibu zote tunapungua. Tunapunguaje? Sasa hivi tunakula nyama kilo 17.6 kwa mwaka kwa mtu mmoja, lita 68.1 za maziwa kwa mtu mmoja kwa mwaka, mayai 119 kwa mtu mmoja kwa mwaka, ili hali nyama inapendekezwa kula angalau kilo 50. Kwa hiyo unaweza kuona 17.6 mpaka 50 tuko mbali, lakini tunatakiwa au tunapendekezwa kunywa maziwa lita 200 kwa mwaka kwa mtu mmoja, wakati tuko kwenye 68, na mayai tunapaswa kula 300. Ninatumaini mlioketi hapa mnakula mayai. Naomba wanaokula mayai wasimame. Mwenyekiti, nadhani unaona, wadau mnaona basi mketi. Na mimi kwa kweli nisimama ni miongoni mwenu, ila wapo baadhi yenu bado hamli. Tusihubiri injili ambayo sisi hatuiishi. Sawa jamani? Tunapotaka watu wale tuanze sisi wenyewe. Kimsingi hata kwenye maonyesho, labda kwa sababu itifaki, lakini nilitamani kuona, kama sio mimi, nilikuwa natamani kuona nani anamuonjesha mtu chakula hiki cha mazao ya ndege wafugao hapa. Kama nimeona basi kwa mbali sana, na hivyo jicho alikuzingatia, lakini kama sikuona, ila tulikuwa tunaona chukua hiki, huenda havichukuliki. Kwenye eneo la kuongeza thamani, wenzetu wanaotoa elimu ya sayansi ya teknolojia na sayansi ya chakula kule Sokoine na vyuo vingine vya kati kama FETA, LITA wenyewe, TAFIRI kama watafiti, kumeanza kuwa na namna nyingi ya kutengeneza vyakula katika mazingira yanayoweza kubebeshea kwenye mazingira yote, kama take away hivi. Ninaomba tuongeze ubunifu kwenye kuhakikisha kwamba tunaposema mtu lazima anunue kilo moja ya nyama ya kuku, sio lazima. Nile kipande tu. Kwani kwa mfano, kwani chocolate zipo kwenye kilo ngapi? Kwani peremende zipo kwenye kiasi gani? Kuna mpaka peremende vile vifuko vya shilingi 500, sio? Si zipo? Tufike mahala ambapo mtu akiwa na shilingi 500 anaweza kula mazao ya ndege wafugwao.
Mimi nawapa hiyo changamoto. Yaani sio lazima abebe tray zima, sio lazima abebe nyama kilo moja. Hapana. Kama kuna snacks, si tunaona snacks kwenye mazao mengine, tufike mahali tuwe na snacks ambazo unaweza ukabeba ukaenda nazo, unasafiri njiani, unachukua unakula. Yaani kwenye eneo la chakula, hii food culture, tukibadilisha tukaacha kula vitu ambavyo lazima tulivyovizoea, ulaji wa mazao haya utaongezeka haraka sana. Teknolojia ya kuongeza thamani itusaidie ili tuweze kuwafikia walaji kwa wingi. Tunamuona ndugu yetu Salim Bahresa anauza bidhaa zake mpaka shilingi zile nazi. Sio lazima ununue tu zima, ununue nazi zima. Ana kopo tu, si shilingi ngapi kina mama? Shilingi ngapi? Shilingi 1000. Sisi tunaweza tukaenda mpaka shilingi 500. Sasa hii inahitaji mawazo ya pamoja, sekta binafsi ione hii fursa na kuwashawishi walaji. Mimi ningetamani tunapoenda kwenye ndege, tunapoenda wapi, nipate kuku aliyekaushwa, kipande chake kiko hapa. Na ili tufanikiwe hilo, tunahitaji mfumo imara wa ufuatiliaji wa mazao haya, traceability system. Nimefurahi kuona kwenye kuzungukia wako watu ambao wanatoa masuluhisho ya takwimu za namna mnyama anavyofugwa tangu mwanzo mpaka mwisho, na miongoni mwao nimeelekeza waje wizarani tujifunze vizuri. Juzi nimeshiriki majadiliano ya kimataifa kule Rome kuhusiana na mapinduzi ya sekta ya mifugo duniani kuelekea hiyo miaka mingi ijayo. Moja ya jambo kubwa lililojitokeza ni namna ambavyo taarifa sahihi, traceability statistics, zitakavyokuwa zinathibitisha kwamba kweli alizalishwa katika mazingira haya, alikula nini, aliwahi kutibiwa, alitibiwa ugonjwa gani, akapona, ilikuwaje. Sasa hayo huwezi kufanya kwenye makaratasi, lazima mifumo ya kidijitali tuongoze. Kwa hiyo kwenye hili nimependa sana ile teknolojia kwamba sasa wamehama, wana digitize mifumo ya taarifa ndani ya sekta hii ya ndege wafugwao. Hongereni sana ndugu zangu wote, na hao wataalamu nimeomba tuwasikilize ili ikiwezekana tuwatangaze, tuwape nafasi ya kutosha wawafikie wakulima wengi. Lakini nimeona wametengeneza ile program tumizi ambayo inaweza kukuonyesha ni jinsi gani ukiskani tu zile droppings za ndege wafugwao, unaona kabisa anakuambia huyu anaweza akawa anaumwa au ana dalili za kitu gani. Ni teknolojia ambayo kwa kweli tunawashukuru sana wataalamu wetu, na hii inakuonyesha kwamba Tanzania ina watu ambao ni vichwa na wala sio mikia. Mbali na hayo, tunalo dawati letu la sekta binafsi pale wizarani, anayelisimamia ni ndugu Deogratias Gambago, hatunaye hapa, lakini dawati hili ni mahususi kwa ajili ya kusaidia majadiliano. Naomba niwakaribishe wadau wote, niwakaribishe chama, na tumekubaliana kwenye mazungumzo ya awali kwamba tuna vyama vilivyotamkwa kwa wingi wake. Ili tuweze kuwa better organized, tuwe na chama kimoja ambacho kitakuwa kina wajumbe wa vyama vingine hapa chini. Kwa hivyo tumeweka maazimio. Mwenyekiti, tumesema by when chama kimesajiliwa. Naomba mumsikilize vizuri. Tarehe 31 Disemba mwaka 2020 tuwe tumeshasajili. Tukiwa na chama imara, tutakuwa na sauti imara. Lakini sisi wenyewe tutajengana kwa ukaribu zaidi. Na tumekubaliana kwamba bodi ya nyama itatoa usaidizi wa kuhakikisha kwamba jambo hilo linafanikiwa. Ili tunapokaa sasa na dawati la sekta binafsi kule wizarani, tunakuwa kwenye table moja yenye uwiano wa mazungumzo yenye tija. Lakini zaidi ya hapo, serikali yetu haikuwahi kuacha sekta hii kwa umuhimu wake. Mtakumbuka kwamba kifungu cha 6 cha sheria ya ongezeko la thamani kimetoa msamaha kwa baadhi ya bidhaa ambazo zinatumika zenye HS code hiyo 9006 ambazo zinatumia kwa ajili ya uzalishaji wenye tija ndani ya sekta hii ya ndege wafugwao. Kwa hiyo kwenye hili tunaipongeza sana serikali, kwa sababu kwa kufanya hivyo ilipelekea kwa sehemu kubwa kuchangia kupunguza gharama za uzalishaji, na hivyo kuhakikisha kwamba mwananchi anaweza kufikiwa na mazao haya kwa ukaribu na kwa bei himilivu. Kikubwa tu tushirikiane wote, sisi serikali pamoja na nyinyi ndugu zetu wa sekta binafsi. Nafikiri inatosha. Jamani, si inatosha? Niendelee kuwasihi, tunazo fursa. Population yetu kufikia sio chini ya watu milioni 62 ni fursa.
lakini uwepo wa ukuaji wa miji mikubwa ya karibu, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Mbeya, Arusha na kwingineko, uwepo wa kampuni kubwa ambazo zinafanya uzalishaji hapa nchini kama kampuni za madini pamoja na gesi, ongezeko la shule pamoja na vyuo vikuu, hii yote na ongezeko la watalii inaonyesha ni fursa kwetu. Tunayo masoko ya kiupendeleo, yani preferential market destinations ya EAC SADC pamoja na masoko mengine ya nchi za Ulaya na Mashariki ya Kati. Lakini pia uwepo wa ardhi tuliyobarikiwa yenye rutuba, hali ya hewa ambayo pamoja na mabadiliko ya tabia nchi lakini bado haijatuathiri pakubwa kama wenzetu. Hatuna sababu kujiona wanyonge. Naonyesha Tanzania bado kuna nafasi kubwa. Tukishirikiana kwa pamoja, ninaamini kabisa mwakani na miaka mingi ijayo, kabla ya mwaka 2050, yale malengo ambayo yameainishwa kwenye ibara ya 6 niliyozungumza ya Vision 2050 yatafikiwa na tutagusa maisha ya kila mmoja. Niendelee kusisitiza, sisi tushirikiane pamoja, sekta binafsi na sekta ya serikali, kuhakikisha kwamba nchi yetu inapata protini nyingi ya wanyama na sisi tukiwa ni sehemu ya uchangiaji wa eneo hili. Na sasa kwa pekee na kwa heshima kabisa, kwa niaba ya ofisi ya Katibu Mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi, ninatamka wazi kwamba maonyesho haya ya 9 ya ndege wafugwao ya mwaka 2025 yamefunguliwa rasmi. Asanteni sana kunisikiliza na Mungu awabariki. Pigia tena makofi. Safi. Kuna swali aliuliza, sijui kama tulimuelewa, wangapi wamekula nyama ya mwisho kula ilikuwa ya kuku. Sasa watu wengine hawakuelewa kwamba labda watu wangapi wamekula nyama ya kuku mara ngapi. Wangapi nyama yao ya mwisho kula ilikuwa ya kuku? Tushangilie tafadhali. Ndo hao umeona wameongezeka hapo. Naomba sasa bila kupoteza muda, kabla hatujapata picha za pamoja, Mheshimiwa mgeni rasmi, na kuomba tushirikiane katika kuwapatia zawadi baadhi ya watu ambao sio tu ni wadau wetu lakini pia wamefanikisha jambo hili. Kwanza kabisa, kwa hiyo naomba tafadhali tusimame meza kuu, tutatoa viti ili tuweze pia kupata picha baada tu ya zawadi hizi. Naomba tafadhali zawadi zile zisogezwe hapa. Basi naomba mwakilishi kutoka TPS Mr. Costa, tafadhali wewe ndio utakuwa unakabidhi, maana wewe pamoja na Pat tafadhali mtakuwa mnakabidhi zawadi hizi. Zawadi ya kwanza kabisa tutaikabidhi kwa Mheshimiwa mgeni rasmi mwenyewe. Naomba tumpigie makofi tafadhali. Zawadi ya kwanza ni kwa mgeni rasmi. Tuangalie kule kwenye picha wakati tunakabidhi tafadhali. Ndio. Zawadi ya pili itaenda kwa partners wetu. Wa kwanza ni US Grains and Bioproducts Council. Sawa. Yeah, ni token of appreciation. So partners wetu US Grains and Bioproducts, tafadhali na sisi tupokee zawadi yetu. US Grains and Bioproducts Council. Halafu Tanzania Meat Board pia, bodi ya nyama. Naomba tuendelee kuwapigia makofi tafadhali, tuendelee kuwapigia makofi. Very good. Naomba zawadi pia tutoe kwa main sponsor wetu Premium Ingredients. Premium Ingredients tafadhali. Tunaomba mwakilishi wa OCP Africa from Morocco, representative of OCP Africa. Naomba tuwapigie makofi tafadhali, tuwapigie makofi wadau wetu wengine. Na pia tutapata mwakilishi kutoka Threshold tafadhali pia. Tutasogea hapa mbele kupata picha. Threshold. Yes. Baada ya picha hiyo na zawadi hiyo tutapata picha za pamoja.
Asanteni sana. Naomba tafadhali urejee Mr. Costa. Tutapata picha za pamoja. Tunaomba meza kuu tafadhali tuketi. Makundi tutakayoyaita yatakuja nyuma ya meza kuu. Makundi tutakayoyaita yatakuja nyuma ya meza kuu. Sawa. Kwa heshima kwanza naomba tafadhali kama kuna sponsors wengine wetu wote ambao wako hapa, tafadhali naomba tuwaite mbele. Kama kuna wadhamini wetu wote walioko hapa, naomba tafadhali waje wapate picha pamoja na wageni wetu rasmi. All our sponsors, if you're here please, can you move to the front so we can have a picture with the high table. Sponsors wetu, karibuni tafadhali. Karibu. Tafadhali wale exhibitors, wale tulioko hapa kufanya maonesho ambao tuna mabanda yetu kule, tutume mwakilishi mmoja mmoja tuweze kupata picha na meza kuu tafadhali. Exhibitors, waoneshaji. Chap chap. Exhibitors, waonyeshaji wenye mabanda yetu, tafadhali changamke hapo tuweze kupata picha. Watatoa presentations, wale watakaofanya presentations katika hizi siku mbili, tafadhali tuje mbele. Those who will present in the next 2 days from today and tomorrow, please let's move to the front for group photo. Moderators wetu, wale ambao watakuja kutoa mada, watoa mada, tafadhali naomba tuje tupate picha. Kama kuna wawakilishi wa organizing committee tafadhali kutoka TPS, Tanzania Poultry Show. Asanteni. Naomba tuje tafadhali organizing committee, tuje mbele tuweze kupata picha pia. Tumegusa makundi yote, nawashukuru sana. Naomba sasa kwa heshima kama ambavyo tulisimama kumkaribisha mgeni rasmi, tafadhali naomba tusimame ili mgeni rasmi aweze kutoka pamoja na meza kuu. Naomba tusimame tafadhali na tutampigia makofi wakati anatoka. Mchongo TV.